Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kuna mambo mawili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, na kama sisi tutafanyia kazi vile inavyohitajika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka tutakuwa miongoni mwa wale watu ambao watakaofanikiwa kulipokuwa kukubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ningependa tuyasikilize vizuri haya mambo mawili, na huenda yakabadilisha maisha yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anazungumza katika suratul Ahzab kuanzia aya 70 mpaka 71, na anayataja mambo hayo mawili, na yoyote atakayefanya hayo basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mloamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, na semeni maneno yaliokuwa sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaanza kuzungumza na wale wenye imani mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kule kuamini mbele Allah subhanahu wa ta'ala hakutoshelezi peke yake, bali Allah kuna mambo anatuhitajia sisi tuyafanye baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kitu cha kwanza Allah anatuhitajia kukifanya, ittaqullah, kuwa na takwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya kuwa na takwa? Mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa akiongelea suala hili ndani ya Qur'an. Kuwa na takwa ni kule mtu kujitengenezea kinga na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu mara moja aliwahi kulizungumzia suala hili na kusema ya kwamba kuwa na takwa ni sawa sawa na yule mtu ambaye mwenye kupita katika njia ambayo yenye miba mingi, na baada ya hapo akipandisha juu kanzu yake ili apate kuangalia sehemu gani ya kuweza kuchukua hatua ili asije akajichoma na ile miba. Ndio maana ya kuwa na takwa, kwa maana ya kwamba kila hatua unaichukua katika maisha yako unahitajika uchukue hali ya kwamba huku unazingatia amri za Allah subhanahu wa ta'ala, unazingatia mafunzo kutoka ndani ya Qur'an, maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unazingatia Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza nini katika maisha yako, na unafanya kama unavyohitajika kufanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika mafunzo ya Qur'an na kupitia katika mafunzo ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mbali ya hayo, kuwa na takwa maana yake kukaa mbali na yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba usije ukafanya vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala havipendi na vikakusababishia wewe kuingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inamaanisha kwamba takwa mtu hahitajiki tu kuwa nayo akiwa ndani ya msikiti, hahitajiki tu kuwa nayo wakati wa Ramadhani. Mtu anahitajika kuwa na takwa katika maisha yake yote, kwa maana katika kila jambo analifanya anahitajika awe na fikra katika kichwa chake ya kwamba sasa hivi Allah subhanahu wa ta'ala ananiona katika maisha yangu, na hivyo ninahitajika nichunge matendo yangu, ikiwa ni matendo ya moyo, ikiwa ni matendo ya ulimi, ama ikiwa ni matendo ya viungo vyake. Hivyo vyote anavyohitajika avitumie kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyohitajia sisi tuvitumie. Hiyo ndio maana ya kuwa na takwa. Watu wengi wanazungumza takwa ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na wanaishi hapo, na wengine wanazungumza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawazungumzii maana khalis ya takwa. Na ndio maana unakuta ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumzia suala hili mara nyingi kwa kuonyesha umuhimu wake katika maisha yetu. Maulama wa Qur'an wanazungumza, wanasema ya kwamba pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumzia jambo mara nyingi ndani ya Qur'an anatuonyesha umuhimu wake na jinsi gani tunahitajika kulipa uzito katika maisha yetu. Kwa hiyo kadri linavyokuwa mara nyingi linazungumziwa, basi bila shaka tunahitajika sisi katika maisha yetu tuwe tunalipa uzito wa hali ya juu, na ili tuweze kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi takwa ni jambo la kwanza ambalo tunahitajika tulifanyie kazi katika maisha yetu yote hapa tutakayoishi ya duniani. Lakini mbali ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala alipomaliza hapo akasema ya kwamba waqulu qawlan sadida, na akatuamrisha kusema kauli zilizokuwa sawa sawa. Hapa maulama wanazungumza, wanasema kuna connection, kwa maana ya kwamba tukiangalia kwa ukaribu tutaona ya kwamba kuna connection baina ya moyo, matendo ya moyo, na hii suala la takwa ambalo ndio originality yake ama asli yake linatoka katika moyo wa binadamu. Kuna connection baina ya moyo wa binadamu na ulimi wake.
kwa maana ya kwamba yule ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yule mwenye kumkhofia Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika moyo wake, yule mwenye kutaka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika moyo wake, basi kauli zake zitakuwa ni kauli zilizokuwa sawasawa. Atakuwa ni mtu ambaye mwenye kujikinga na dhambi zinazotokana na ulimi, kama vile mfano kudanganya, kusengenya, kufitinisha watu, kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hamuhitaji mtu kuyafanya kwa kutumia ulimi wake. Kwa maana kwamba sehemu ya kwanza ambalo litathibitika huo uchamungu wako, basi utathibitika kupitia katika ulimi wako, na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi tuwe makini sana. Na hapa kudanganya, kuna kudanganya kwa aina nyingi sana. Kuna mtu hudanganya kwa kusema mazuri katika maisha yake, kwa maana ya kwamba hayo anayozungumza hayana ukweli ndani yake, japokuwa alichokuwa kizungumza kilikuwa ni kitu ambacho kilichokuwa kizuri. Uongo ni uongo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inabidi tuwe makini sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya tunayozungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa warning masahaba zake, akawaonya mara nyingi kuhusiana na dhambi za ulimi, kwa maana ya kwamba hizi ni dhambi ambazo kama mtu hatokuwa na umakini nazo, basi zitamuingiza katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mara moja alizungumza akasema, kauli moja, kwa maana ya kwamba neno moja mtu huenda akalizungumza na ikawa sababu ya kumpatia hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake na kuingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miaka 70. Subhanallah, neno moja tu. Je, mtu akizungumza maneno mangapi? Leo tunazungumza maneno mengi katika maisha yetu, tunakuta kwamba hayo tunazungumza ndani yake hayana manufaa aina mbalimbali, na mengine yanatuingiza katika dhambi za aina mbalimbali, hata ikiwa kule kuzungumza katika social media, kwa maana ya kwamba katika mitandao ya jamii unatumia vidole vyako katika kuzungumza na watu wengine, basi bila shaka hilo ni jambo ambalo la kuliwekea umakini katika maisha yetu na kuwa ni watu ambao wenye kuelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayeangalia hayo, anayaona hayo, na bila shaka kama tutafanya vile ambavyo Allah hapendi katika maisha yetu, tutakuwa miongoni mwa watu ambao watakaopata adhabu zilizokuwa kali. Hivyo kama tutakuwa ni watu ambao wenye kuchunga ndimi zetu, basi bila shaka tutakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakaopata ujira uliokuwa mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi nataka unisikilize kwa umakini, tena kwa umakini wa ukaribu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mambo mawili, anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Anasema enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kuweni na takwa katika maisha yenu. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, wa qulu qawlan sadida, na semeni kauli zilokuwa sawa sawa, kwa maana kwamba semeni yaliokuwa mazuri, usiseme yaliokuwa mabaya katika maisha yenu. Amrisheni watu yaliokuwa mazuri na wakatizeni watu yaliokuwa mabaya kwa kutumia ndimi zenu, na kaeni mbali na yale yote ambayo maneno yaliokuwa mabaya yaliokuwa yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyokwisha kuzungumzia hapo nyuma. Yoyote atakayefanya hayo mawili katika maisha yake, Allah subhanahu wa ta'ala atampa ujira wa aina tatu. Sio moja bali aina tatu. La kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema atamtengenezea vitendo vyake huyo ambaye mwenye kufanya hayo, kwa maana ya kwamba atamnyoshea vitendo vyake, vitakuwa ni vitendo vilivyokuwa bora, vilivyokuwa sawa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia mche Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na takwa, nasema kauli zilizokuwa sawa sawa. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala atakunyoshea vitendo vyako, atakufanya utakuwa miongoni mwa watu waliokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakufanya miongoni mwa watu wenye kutenda mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku unamkuta mtu ana struggle kwenye maisha yake kufanya vitendo vilivyokuwa vizuri. Allah anasema mche Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mbali ya hayo kuwa na kauli zilizokuwa sawa sawa. Allah atanyosha vitendo vyako na utakuwa ni mtu ambaye mwenye kutenda mema, utakuwa ni mtu ambaye mwenye matendo yaliokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kukubalika. Lakini mbali ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza tena, anasema wa yaghfir lakum dhunubakum. Lakini mbali ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe dhambi zake. Subhanallah, sio Allah tu kurectify vitendo vyako, kuvifanya kuwa ni vitendo vilivyokuwa vizuri, bali pia atakusamehe dhambi zako. Subhanallah, ujira uliokuwa mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rehema zilizokuwa kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu atakayesamehewa dhambi zake amepata jambo lilokuwa
iliyokuwa kubwa, zawadi iliyokuwa kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hamna mwingine mwenye kusamehe dhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamna mwingine ambaye anaweza kunyosha vitendo vyako vinavyohitajika kama Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo ana nguvu juu ya kila kitu, na Allah subhanahu wa ta'ala akikuchagua, akikusababishia wewe kupata ujira uliokuwa mkubwa, basi bila shaka utafanikiwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho Allah anazungumza ujira wa aina ya tatu, anazungumza anasema, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, yoyote atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi bila shaka atapata mafanikio yaliokuwa makubwa kabisa katika maisha yake. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, endeleeni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, endeleeni kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi bila shaka mtafanikiwa mafanikio yaliokuwa makubwa. Na haya mafanikio Allah anazungumza sio mafanikio haya ya muda mfupi, kwa maana ya kwamba leo mtu anatakuwa na mafanikio ya nyumba ama kuwa mafanikio ya gari katika ulimwengu huu ama kuwa na mafanikio ya kuwa na mali katika ulimwengu huu, mwisho wake ukifa unaingizwa katika kaburi na umewacha kila kitu nyuma. La, Allah anazungumzia mafanikio ya milele, kwa kesho akhira Allah atakuepusha na adhabu zake na kukuingiza katika pepo yake. Subhanallah, utakuwa ni miongoni mwa watu waliopata mafanikio yaliokuwa bora na yaliokuwa ya milele mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka, atujalie tuweze kuyafanyia kazi haya mambo mawili ambayo tulikwisha kuyazungumza, alikwisha kuyataja katika aya zake, na atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhira. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.